Na mimi naitwa Sitati Musa na hii hapa ni Songalis TV na kama kawaida huu unaitwa Umbea Mtaani, na kama kawa ninaye tayari anaitwa MC Igwe ambaye hivi sasa tungependa tuzungumze naye tu tuwahi kumuuliza kuna mambo ambayo hivi sasa yanatambaa sana katika mitandao za kijamii. Hivi sasa hatujui kama ni ya kweli ama ni ya urongo. Igwe, mambo vipi? Poa, niambie bro. Mimi nashukuru. Pengine tu kwa ufupi tuambie wewe ni nani kwa ufupi, alafu tuambie wengi wanakutambua tu kama MC Igwe, lakini kwa ufupi hawakuelewi, hawakujui vizuri. Pengine tujaribu kutuambia wewe ni nani, kisha tutakuwa tunakwenda sawa sawa. Mimi naitwa Kasim Ali, jina la kitambulisho, alafu pia kwa majina la utani au la ucheshi wananiita Uncle Igwe. Mimi ni mfanyikazi wa ofisi ya mbunge kama press officer katika ofisi ya mbunge wa eneo la Likoni, Honorable Mama Mishimboko, ambaye ndio mama ama mbunge wa kwanza ambaye amefanya miradi mingi zaidi katika eneo hili la Likoni, ukihesabu barabara zilizomo hizi za kabro ambazo zimesaidia pikipiki ama usafiri kuweza kufikisha watu majumbani mwao vizuri, lakini pia na mashule mbalimbali ambao wameweza kuyatengeneza, ikiwemo shule la bweni la Mishimboko Girls na shule nyinginezo kama Timbwani na nyingine nyingi tu ambazo wameweza kuzitengeneza. Pengine moja kwa moja bwana Igwe, tukienda kwa ile swali ambalo pengine hivi sasa watazamaji ama msikilizaji angependa kuliwahi kulipata na kupata jibu kamili. Kwa nini Shelly Revival Festival ambayo walikuwa wanatazamia sana ya kwamba itakuwepo kwa siku mfululizo kuanzia tarehe 25 mpaka watu wavuke mwaka, pengine hivi sasa kwa nini utuelezee haipo? Kwa sababu pale awali tarehe 25 tulikuona kwenye jukwaa ukiwa unafanya mambo ya kwako. Okay, shughuli nzima ile ya Shelly Beach Festival ilikuwa ni shughuli ambayo imepania, ambayo ilikuwa katika budget proposal ile committee yote kwamba iweze kuenda kwa takriban siku 9, lakini kwa hesabu zisizoepukika haikuweza kuwa hivyo. Kulingana na budget vile ilivyopangiliwa haikuweza kuwa hivyo. Shughuli ilianza tarehe 25 alafu ikasita kidogo, ambayo itaendelea tarehe 31 ambayo tunaita nivuka mwaka, ndio shughuli itaweza kuendelea. Hapa katikati I think mmeona katika maeneo tofauti ya county hii ya Mombasa shughuli zimefanyika. Kuna cultural events ambazo zimefanyika Changamwe, na pia kuna ile ambayo imefanyika ambayo kuna ile itafanyika pia pale Mama Ngina. Kuna event ambayo inapaniwa itaweza kufanyika ambayo itakuwa ni vuka mwaka, itafanyika pale. Unaona kuna shughuli ya Wajomvu pia kule Jomvu iliweza kufanyika ambayo ilikuwa ni Jomvu Day Cultural Festival. Kwa hiyo ukichanganya Changamwe Festival ya Wachangamwe alafu na Jomvu Festival ambayo iliweza kufanyika, ujue ni sehemu katika sehemu tofauti ambayo kulifanyika shughuli ambayo ilisimamiwa katika department moja tu ya Tourism and Cultural Affairs. Unaona, kwa hiyo waliamua kuweza kuibudget ili yale maeneo mengine ya constituency nyingine pia kuwe na shughuli ambazo zimefanyika. Unajua ukipiga hesabu, kwa mfano ile pesa yote ingewekezwa eneo la Likoni peke yake, kwa hiyo watu wengine wangekosa fursa pia ya kuweza kujidai na kuweza kujivunia huu mgao wa katika kitengo kile cha Cultural Affairs and Tourism, unaona, katika department ya county ya Mombasa, ambao CEO chief officer ambaye anajulikana kama Mr. Kurichwa aliangalia jinsi gani ambayo anaweza kubalance ili maeneo yote ya maeneo hili la Mombasa itaweza kupata angalau shughuli, unaona. Kwa hiyo sisi angalau tumepata siku mbili zetu, 25th ambayo iliweza kufanyika ile shughuli ambayo tuliita ni Swahili Day, ambapo kulikuwa na shughuli tofauti pale na watu wakauza bidhaa tofauti, na imetengeneza ukuaji wa eneo lile la baharini pale Shelly Beach. Na ukiangalia watu wengi sana waliuza katika shughuli ile, na mbali na kuuza, sasa hii imeweza kuwatengenezea watu taswira kwamba ile eneo watu wengi wanaweza kwenda pale, na wakawa wameenda pale bila matatizo yoyote, shughuli zao zikafanyika na watu wakaenda wakala vile vitu wanavyovihitaji. Kwa hiyo shughuli itaendelea, lakini tulibreak kidogo hizi siku nyingine ili maeneo mengine pia nao yafaidi ule mgao wa tourism katika county hii ya Mombasa.
Naam, pengine tu kwa ufupi kuna wale wasanii ambao kidogo nimepata katika mitandao zao za kijamii wanasema kuwa wamejiuzulu kwa sababu wanasema kwamba CS bwana Kurichwa asema kwamba ametia hela mfukoni. Pengine tu kwa wale ambao hawafahamu kunaendelea nini, pengine tayari wale ambao tayari naona pale kwenye mitandao za kijamii kuna vita ambavyo vinaendelea ya kwamba kuna hivi na hivi, mambo kibao tu ambayo pengine tungependa watu waweke wazi wapate kuelewa. Pengine tuelezee tu, je, kweli bwana CS bwana Kurichwa kweli ametia hela mfukoni ama kuna kuwa vipi? Hapana, yafikia hapo. Wajua mitandao kawaida, watu watazungumza mambo mengi katika mitandao. Even president tunapata kwamba anazungumzia maneno mengi, maneno ya kimitandao. Kwa hiyo mimi sishangai watu kusema maneno kama hayo kwamba ati ametia hela mfukoni. Yes, kwa sababu gani? Ukiangalia kuna watu walikuwa wanatazamia kwamba ile 25th labda wa perform kama wale wasanii, lakini hawakujua ile ilikuwa ni Swahili Culture Day. Kwa hiyo lazima kulikuwa kuje taarab, unaona, kulikuja taarab na pia kukaja hizi tamaduni nyingine cultural activities ambazo mliona kulikuwa na wasanii hawa kucheza dansi za kitamaduni ndio walikuwa sana na taarab hizo, kwa sababu tulikuwa tunaangalia sana masuala ya culture, unaona. Kwa hiyo kama ni masuala ya culture, uweze leta msanii wa kuimba pale jarabu, unaona, uweze leta hawa secular waje waimbe pale, unaona. Lazima kila watu wawe na siku yao. Kwa hiyo wale wasanii wa hizi ngoma nyingine tunazita kadunga, hawa wasanii wa kadunda wangoje siku yao ambayo itafika, ambayo ni lini? Ni 31st, unaona. Kwa hiyo wasanii wengi sana chipukizi watakuwa pale, kina Shumi, unaona, wasanii na wasanii wengine hata madancers, unaona, wengine Kelechi Africana atakuwa pale, unaona, na ambaye ndio in Mombasa ni kama icon ya kule juu ambaye anatuwakilisha. Kwa hiyo tumemweka yeye pia pale ambaye atakuwa pale ataweza kuperform, unaona. Na wasanii wengine local artists wa eneo hili la Likoni watakuwa pale, paka wale ambao walipita kitambo, unaona, kama kina Masacha watakuwa pale, kina Fisherman watakuwa pale na wengineo, unaona. Kwa hiyo watu wana taswira nyingi tofauti za kwamba pesa zililiwa ama nini na nini, lakini kama kuna mtu ambaye alitia bidii sana na kuhakikisha kwamba ile shughuli iwe, si mwingine ni Chief Officer Mr. Kurichwa. Naam, bila shaka huyu hapa anaitwa bwana Igwe na mimi hapa naitwa Sitati Musa, na bila shaka hii hapa ni Songoliza TV. Kama moja tufuatilie katika mitandao za kijamii, fanya halahala, tufuatilie katika mitandao za kijamii pale TikTok @Songoliza TV, pale Facebook @Songoliza TV, ingia YouTube @Songoliza TV, bonyeza alama ya kengele ili kila chochote tutakachoweka utakuwa unakipata zaidi. Kumbuka kwamba hii umekuwa tu ni umbea mtaani, na bila shaka bwana Igwe tutakuwa tunamtafuta bwana Kurichwa ili tuweze kuzungumza naye atupatie kile, je, ni kinaya ama si kinaya. Na bwana, mimi naitwa Sitati Musa na umekuwa ni umbea mtaani, na kama kawa tutakuwa tunazunguka kote ili kutafuta wasanii tupate umbea, na kama unajua umbea si kazi, kazi ni kusutwa.